Vipi? Salama. Mbona unaongea peke yako mke wangu? Shida nini? Hapana mume wangu, nakuandalia chai ila vitafuna nilichelewa kuamka kwao vimeisha kule madukani. Unajua tena asubuhi upashe tumbo mwangu ndo aende kazini. Unajua ulinistua sana. Simama hapa nakuta unaongea peke yako mara hivi. Sasa mke wangu utakishakuwa tayari. Sawa, nige tu chai hiyo choma mchango na shamba. Tayari kama malize tu upande wa kule ule. Ndio nafanyaje? Sawa, ngoja nikupe. Kana machai ya. Anapendaka sana. Alikuwa anataka male mbivu. Unajua ananipenda sana. Ndio mama anapenda sana kwa kwako. Hapa sasa mwangu uko tayari. Tuna sufuria ndio ubuduka hii. Acha tu nitaweka sawa. Ukunywe chai. Hapo ni sawa sasa. Hakika nilimpata mwanamke mzuri afu bora sana. Kunywa chai bwana. Ndio maana napenda sana uwepo wako. Sawa. Kangu. Hii chai mzuri yani. Kama hamna kitu, jiandae twende shamba. Si viungo tu vya kawaida Mungu anapopendaga, tangawizi, chai ndio nilokuwekea leo. Kwani vipi? Maana sita nikwambie nini. Na maisha yangu wote sija kunywa chai ina ladha kama hii. Chai tamu. Chai imejaa. Sasa mimi nitakaniwa shamba pale ili nikanyosha ule mpaka. Kwa sababu mimi kugombana watu kwa sababu mpaka siwezi. Asante sana kwa chai mke wangu. Lakini mume wangu angalia usigombane na watu bwana. Mimi sasa kugombana nao. Zurufa, hapa unavyoniona nimetoka kuni mizimu. Yamenipa masharti makubwa sana. Yameniambia nitafute mtoto una miaka 5. Nile utumbo wake. Yaani nichukue utumbo wa mtoto wa miaka 5. Ni ule mbichi. Zile nguvu zangu za zamani sina kabisa. Na mimi kama chifu haina budi nilikuwa sina jinsi ya kuikatalia mizimu. Nikisema niikatalie mizimu nitapata aibu. Zurufa, zamani nilikuwa naambiwa nichinje kondoo, mbuzi, ng'ombe. Sasa hivi yamenikatalia kabisa. Nimekuelewa mkubwa wangu. Kesho asubuhi nitajiandaa, nitaenda kwenye mizimu. Ondoa shaka kuhusu hilo.
Imam, nilishakwambia sihitaji wageni kuni kijiji changu cha mzee Bobo. Kama chifu nilishaongeaga hivyo. Naona kwenu kuna mgeni. Amekuja mgeni no kunitaarifu. Nakupa masaa 7. Simuhitaji yule mgeni kuni kijiji changu. Naomba tusikilizane na tuelewane. Mzee, yule mimi ni ndugu yangu. Sitomzuia kuja kunitembelea nyumbani kwangu. Afu naomba umwachie hata wiki moja, hata wiki 2. Maana amekuja kunitembelea. Nakuomba sana mzee wangu. Sipendi kurudia jambo. Na kama nimezaliwa na siturudia tena kuzaliwa ndani ya masaa 7. Sihitaji kumuona kuni kijiji changu. Vipi? Safi. Mbona kama hauko sawa? Kuna shida gani? Nilipotokea nimekutana na mzee wa kijiji. Amesema kwamba hakuhitaji katika kijiji chake. Mbona hilo jambo dogo? Yaani usiwe na tatizo lolote, wala usiwe na wasiwasi. Hilo jambo dogo sana, yaani jambo dogo sana. Ima. Naam. Endelea na shughuli zako. Hakuna kinyesi chochote kitakachoweza kuja kugusa hii Maya. Umenielewa? Sawa. Kaendelea na shughuli zako. Shogangu, tangu upone utakuja hata kunitembelea? Si unajua shogangu, majukumu tu yamenizidi. Yaani hayo majukumu yanakufanya uwe busy kwangu mimi kweli? Kweli udugu wangu, afu si unajua pale nyumbani tena anko amekuja, kwa hiyo kumwacha peke yake sio vizuri. Kwa hiyo muda mwingi nakuaga naye tu pale nyumbani. Hapo kwenye swala la mjomba wako, kuna kitu nataka kukuuliza. Uliza. Hivi yule mjomba wako ana masuala ya uganga kidogo? Hapo kuna masuala ya uganga? Hapana.
mjomba wangu hana mambo hayo. Mimi nikajua mganga, manake mimi kidogo nina matatizo rafiki yangu. Hapana bwana, anko wangu hana mambo ya uganga. Amekuja tu mara moja alivyosikia mimi naumwa, kwa hiyo kaka akampigia simu ndo akaja kuniona. Haya basi. Tutaonana baadaye, ngoja niwahi nyumbani. Sinajua tena mambo alivyokuwa kidogo mkorofi. Hivi wewe ni nani? Unavamia vijiji vya watu bila kuuliza? Sisi ndo wakubwa wa hiki kijiji. Unataka kunijua mimi ni nani? Sina haja kukujua wewe ni nani.